habari ya kununua, mimi nitanunua. Yani unanena ushindi, unanena ushindi. Pengine mama yangu akwaisha alizaa mtoto mmoja, akajaribu kutafuta mtoto wa kupata, mimi nitapata. Yani unanena na ujasiri, unanena na ujasiri ya kwamba inawezekana, ya kwamba inawezekana. Nimeambiwa kushinda, nimeambiwa kushinda, sijaambiwa kushindwa. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. You speak, unapaswa kunena. Wakati mwingine mambo yawezi yakawa mazuri, mambo yanaweza yakakosa kuwa mazuri, ila wewe amini kwamba unaye mtetezi, unaye mtetezi mpendwa, unaye mtetezi. Yani hata vita vikipiganwa, mshindi anajulikana, na wewe ni mshindi, wewe ni mshindi. Nasema wewe ni mshindi. Yehoshafati alipogopa, ila akajiambia moyoni wake, mimi ni mshindi, mimi ni mshindi. Nimekuja nikutamkie leo, wewe ni mshindi, wewe ni mshindi, wewe ni mshindi. Inawezekana, inawezekana mpendwa. Hata kama magonjwa yameinuka, ila wewe amini, ugonjwa hautanimaliza. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Wewe amini. Amen. Vita vikinuka, wewe amini tofauti. Amen. Linawezekana. Hata kama kwetu wengi wamesoma na hawajapata kazi, mimi nitapata. Yani unajitamkia. Yoshafati akamkumbusha Bwana, akamwambia, si wewe Baba, Mungu wa baba zetu, uliyetutoa katika nchi ya Misri, uliyetutoa katika nchi ya utumwa? Je, si wewe Mungu? Si wewe Mungu? Ikitujia tauni, ije magonjwa, ije upanga, tunakujua wewe, tunakujua wewe Mungu, tunakujua wewe utakayetuokoa. Wewe ndio mtetezi wetu, wewe ndio kimbilio letu, wewe ndio msaada wetu. Nimekuja nikwambie mpendwa, hata kama haiwezekani, inawezekana, inawezekana. Vita vikinuka, amani ipo. Kama kuna mtu mahali ulikataliwa, baada yukubalike. Sema amen ya nguvu. Sema amen ya nguvu. Hata kama walikuwekea full stop, Bwana amenituma nje niweke koma ya kuendelea. Amen. Utaendelea. Amen. Utavuka pale. Amen. Utafika pale. Amen. Wewe ni mpango wa Mungu. Amen. Wewe ni mpango wa Mungu. Mbali na dhoruba, mbali na mawimbi ambayo kwa makali, bado Bwana yuko upande wako. Mungu hawezi kutoa Januari aje kuachie Disemba. Hawezi kukutoa Februari akupigishe Disemba kuue. Hii Disemba haina mauti kwako, haina jeneza lako. Kama unaamini, sema amen ya nguvu. Haina mauti, haina mauti. Hakuna jeneza, hakuna. Unapaswa kusema amen. Maana hii ni prophetic. Amen. Sio uchangamke. Amen. Pengine uko hapa unasema sisi Januari lazima tutazika tu, maana mko na hiyo sisi. Bwana amenituma nije nitangaze, hakuna mauti kwenu, hamtazika. Hii Disemba kuna mauti, hakuna jeneza. Januari ina jeneza. Natangaza ushindi, natangaza utawala, utatawala. Disemba hii utaenjoy, utashangilia. Magonjwa hakuna tena. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Hata kama kwenu umezoea kuzika kila mwaka, kuanzia mwaka huu, hii Disemba hii hamtazika. Amen. Hamtazika. Amen. Hamtazika. Amen. Pengine walikuhesabia wakasema utarudi juu ya Kenya.
hautarudi. Wanasema huyo ni Abunde Raha Malindi, ile tutakuja mzika hapa. Yaani wanasema tutamshika kwa ile mbuyu, tutamshika kwa chini ya mwembe, chini ya mkunazi, chini ya mkungu. Haina mauti. Aliyekupangia mauti hayatakupata. Haina mauti kwako. Hii wakati wa kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nataka nikwambie kitu. Pengine walikuhesabia wakasema huyu ni aringe huko Malindi, ni aringe huko Gede, aringe huko Atamu, ila atarudi kwao akiwa maskini. Nimekuja nikutangazie, kama walinena, wao walinena, ila mbingu bado haijasema. Habari njema ni kwamba bado mbingu haijasema. Kama walikuhesabia wakasema utarudi kwenu maskini, nimekuja nikwambie utarudi kwenu kupeleka misaada. Utarudi kwenu kupeleka msaada. Mwaka ujao utarudi kwenu kuganya chakula. Utarudi kwenu kuganya mavazi. Yaani utarudi kupeleka mabadiliko. Na watasema tumpate wapi? Tumpate wapi? Tumpate wapi mtu kama huyu? Haleluya. Amen. Watasema sana wenyewe tu, ni mtoto wa nani yule? Ni mtoto wa nani? Maana utakuwa umewashangaza kwa kile kijiji. Mungu anakuinua kupeana msaada. Mungu anakuinua kwa ajili ya huo mji. Mungu anakuinua kwa ajili ya mahali. Mpendwa, usivunjike moyo. Mpendwa, usivunjike moyo. Mpendwa, usikate tamaa. Your time is coming. Your day is coming. Siku yako inakuja. Siku ya furaha inakuja. Siku ya furaha inakuja. Siku ya furaha inakuja. Siku ya furaha yako inakuja. Siku ya furaha inakuja. Siku ya kutawala inafika. Yoshafati alipoambiwa wakaanza kuomba. Walipoanza kuomba, Mungu akanena. Mungu akaanza kunena, akawaambia msiogope. Mpendwa, nimekuja nikwambie usiogope. Usiogope vitisho vyao. Usiogope vitisho vya wachawi. Usiogope vitisho vya waganga. Wewe inuka, ujitamkie, mimi ni mbarikiwa, mimi ni mtawala, mimi nitaendelea, nitafanikiwa. Wachawi wa kwetu walisema hakutawahi jengwa, mimi nitajenga. Haleluya. Wao walisema, ila Mungu hajasema. Wakasema yule mama hatajifungua vizuri, aidha yule mtoto afe ama yeye mwenyewe. As long as umekuja kwa ibada hii, as long as umekanyaga mahali hapa, na madhabahu haya yanaitwa pumzi ya uzima. Uzima uende na wewe, enda na uzima, utajifungua vizuri. Hakuna operesheni kwa madhabahu haya. Haleluya. Unapaswa kuamini. Umekuwa ukitafuta kazi upate, anza kuamini. Mimi ni mshindi, inawezekana, nitatawala, nitafanikiwa. Hata kama dadangu hajawahi fanikiwa, hata kama kakangu hajawahi fanikiwa, mimi nitafanikiwa. Mimi nitaendelea. Mimi nitaendelea. Nitajenga nyumba yangu. Yaani mpaka leo hii haujawahi jenga nyumba, bado nakodisha. Watu wanasema atakodisha mpaka tutamzika. Mwaka ujao kama sasa utakuwa na nyumba yako, utakuwa na ploti yako. Yaani mwaka ujao utajenga. Yaani kama leo utasema, mchungaji, twende ukabariki nyumba yangu, twende ukaitakase nyumba yangu, maana itakuwa imetendeka. Haleluya. Acha nikupe ushuhuda mmoja. Kuna mama mmoja akanipata nikihubiri kanisa fulani, nilikuwa nimealikwa. So nikiwa ninahubiri, nikaombea watu nikamaliza. Yule mama akanifuata,
Kanambia, pasa, mimi nina mashaka, hata sijui kama wewe utayaweza. Sijui kama utayaweza. Kamuuliza, ni jambo gani hilo Mungu asiloliweza? Anambia, mimi na mtoto wangu hapa kwa kulia chakula umemea nyama imeziba. So mtoto wangu hawezi kula na hawezi kuongea. Na mtoto wangu atembei tangu ni mzae mpaka na miaka 2. Kamwambia, na wewe mwenyewe unatakaje? Kanambia, natamani mtoto wangu apone tu. Nikamwambia, huyo mtoto namhesabia wiki 2. Ataongea na atakula. Bwana Yesu asifiwe. Haikufika wiki 2, mtoto alianza kuongea. Ile nyama hayajui ilipotea vipi. Mtoto akawa anaongea. Mtoto leo hii anatembea. Najaribu kuambia nini? Hakuna jambo linalomshinda Mungu wetu. Hakuna jambo linalomshinda. Anayaweza. Hata leo umekuja unasema, pasa, mimi mwili wangu kuna vitu vinatembea. Mwili wangu pasa, mimi ni mgonjwa. Ulivyokanyaga mali hapa na umeamini, imekwisha tendeka. Imekwisha tendeka. Umefika mahali unasema, ili nijiue, maana mateso haya ni mengi. Nimekuja nikwambie leo, ukikubaliana na neno, ukikubaliana na Mungu, unapona complete. Hata umekuja ni mnyonge, nasema iwezekani. Utatoka hapa mzima. Amen. Utatoka hapa ukiwa umepona. Amen. Utatoka hapa na ushuhuda. Amen. Ya kwamba ilitendeka. Amen. Ya kwamba nilipokuja hapa, amen, Mungu alifanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha nikwambie mpendwa, unapaswa uamini. Kuwa mshindi si rahisi. Ushindi utapatikana kwa mtu anayeamini. Amen. Kuamini ndiko kutakako kubadilishia maisha. Amen. Eti pasa we voya tachinula mikono. Zena makanisa manji zivoyerwa na maboka gakala. Nimekuja nikuulize, imani yako iko wapi? Nimeenda kila mahali mimi. Nimeenda havijakuwa, mpaka wamekula pesa zangu. Leo simbo za sadaka sitatoa, ni huko. Connection yako na Mungu ikoje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe mwenyewe unaamini vipi? Unaamini nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo hii tumeacha kumwamini Mungu. Tumeamini wachungaji. Tumeamini waombezi. Mpaka sasa unaenda kwa mwombezi. Sasa mwombezi naye anaenda. Yaani huyo mwombezi amekorogeka kama wewe. Eti sasa mwombezi unaenda mwagiwa litungi la maji sasa. Takasika. Huku unachezewa. Wapigiwa pendo kabisa. Maana ni kwa mwombezi huko. Unamwagiwa maji. Unapigiwa pendo. Yaani huo mwili wako mwenyewe kilo ndo hizo umedhofika. Halafu mtu ana kilo zaidi ya 80. Mimi mwenyewe na kilo 90 hivi. Na kilo 90 mimi. Sinione hivi. Sasa mimi nije nikupigie pendo. Mimi mwenyewe sasa na kilo 90. Sasa nije nikupigie pendo. Eti haya. Okota. Kusanya. Ripi paramazi. Bero sini. Haya. Kusanya. Hiko. Mpendwa, ingelikuwa maji yanaponya. Nielewe vizuri. Yangelikuwa maji yanaponya, Mungu asingemtuma mwana wake wa pekee. Asingelimtuma Yesu Kristo. Najua hapa pana amen. Narudia tena. Kama ingelikuwa maji yanaponya, yalikuwa yanatosha, Mungu asingelimtuma Yesu Kristo. Si hakuna amen. Narudia tena. Yangelikuwa maji yanaponya, asingelimtuma Yesu Kristo.
Eti sasa maji. Nani? Nataka nikwambie mpendwa, chagua kuamini. Chagua kuamini. Chagua kuamini leo. Chagua kuamini leo. Anza kuamini. Inawezekana. Inawezekana. Ya kwamba inawezekana. Itatendeka. Hata kama nimekawia kuzaa, ila bado nitazaa. Yaani wewe amini. Wewe amini tu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kuwa na kipindi, muulize jirani yako. Muulize jirani yako, unaamini nini? Muulize tena, unaamini nini? Muulize, unaamini nini wewe? Eti sasa unaenda kwa mwombezi. Mwombezi anakuambia leta 15,000 na 55. Tuje tukuombee na utapona. Njoo saa 6 na dakika 55.55. Tutakuombea. Yaani sasa nawe waenda kopa. Basi mbio kwa mwombezi. Tena ikifika saa 6 na dakika 55.15. Mwombezi, ndio mimi nimekuja. Mtumishi ndio mimi. Haya, niombee. Amen. Wapendwa, acha tabia kwenda kwa mwombezi. Wacha hiyo tabia. Tafuta mchungaji. Ukubali kunyenyekea. Mchungaji akufundisha neno la Mungu. Yaani sasa mpaka Mungu mwenyewe anajua Kenya ni Karis. Amen. Mpendwa, chagua kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Injili haijaharibiwa na wachungaji wa kweli. Amen. Injili imeharibiwa na wahuni. Amen. Tulipewa bure, tunapaswa kupeana bure. Ukienda kwa mwombezi na kuitisha pesa, toroka. Amen. Toroka. Amen. Nakwambia for free. Nakupea tu for free. Amen. Ukienda kwa mwombezi na kakuitisha pesa, toroka. Amen. Hata mimi hapa nikwambia siku tafuta pesa ndio nje kuombea. Galuka, chimbira. Jua nimekorogeka. Amen. Tulipewa bure. Na ndio maana hapo kija hapa tunaamini damu ya Yesu. Tunamwamini Mungu anaiponya. Hatuamini vitambara, hatuamini maji. Tunamwamini Mungu. Mungu wa mabadiliko, Mungu wa ishara, Mungu wa miujiza. Huyo ndiye Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muulize jirani yako, vize we. Muulize vize we. Muulize tena. Hebu muongeleshe. Muongeleshe, muhubirie sasa. Wewe ndio kuwe mchungaji sasa. Muulize. Mugane wangu ngoje na magolongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji mmoja wakati mmoja nilikuwa nimesimama na mchungaji mmoja, bishop. Huyo mchungaji ni bishop. Ile sehemu za Msoloni. So ile tumesimama hivi. Sasa tulikuwa tunaongea tu mambo na huduma, nauliza mchungaji, umefanyaje wewe mpaka umefika hapa? Sasa ile namweleza, kukatokea ng'ombe. Nishawaambia hii story. It's a true story. Sasa yule mchungaji anakuja, tunaongea, ng'ombe inakuja. Nikamwambia pastor, baba bishop, tuondoke kidogo, maana hii ng'ombe haiji vizuri. Ng'ombe ni nzao. Laja limefura.
Kamwambia bishop, anasema tuko na Mungu. Tuko na Mungu. Maandiko amesema mtakanyaga nyoka na inge, hakuna kitakachowadhuru. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Sasa ile ng'ombe kama imefika karibu na huo mti, kasema mimi nife ukijinga. Uongo. Mimi nikala kona. Naangalia nyuma hivi, bishop na yuko mbio. Bishop Yumalo, hebu jaribu kufikiria huyo bishop alikuwa na mbio kiasi gani? Haleluya. Amen. Bishop wa Ukamalo. Nani mzee yuko na mvi? Alikuja vipi? Hakutupa. Bishop ni tu. Jomba. Huko mbele Mungu anajua. Kutupa. Sasa ng'ombe iko basi atufuata sisi. Tunamwambia tukimbie eti tunalindwa na Bwana. Sasa yeye ongea na nini? Rabashantaraba. Rekes. Hiko. Kuna mahali hizo ndimi zako hazitakusaidia. Kuna mahali maombi yako mengi hatakusaidia. Kuna mahali utakatifu utakusaidia. Kuna mahali ni utumie akili. Ni utumie ufahamu wa akili. Ya Bwana, Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Nipe mapema mimi. Bishop alikiambia na ni mzee kama mzee Palia. Ela wewe kama unataka nitupa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe Ukamalo. Kumbe wazee wao nini hii? Ila wana malo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jaribu kupata mfano kumaanisha nini? Ya kwamba unapaswa kutumia akili. Amen. Unapaswa kuamini.